Ah, tulikuwa tunaizungumzia hii break of structure BOS, tukasema kwamba hii tunaipata kwenye soko linalo trendi, iwe ni trend uptrend ama downtrend. Sasa angalizo lingine ni kwamba mara nyingi ukiipata sasa hii break of structure, hii price action, ukiwa unaipata nyakati ama session zile ambazo zinakuwaga zimechangamka London na New York, yani imefika session ya London imeanza, au wakati inaendelea session ya London, alafu ukaona bei inavunja structure, manake hiyo inakuwa ni nzuri sana, inazidi kututengenezea ile confidence kwamba tuingie kwenye trade, kutokana kwamba session yenyewe inajieleza kwamba ni volume ni kubwa ya traders. Kwa hiyo kama bei inavunja structure, manake watu wengi watakuwa wana push, umeona. Kwa hiyo hivyo, yani unatakiwa kwenda nayo katika namna nadharia ya namna hiyo, kwa sababu hii inahitaji nguvu ya ziada mpaka bei ipande ama bei ishuke. Kupanda kwa uptrend ama kushuka kwa downtrend inahitaji nguvu ya ziada na mtaji mkubwa zaidi. Kwa hiyo hiyo ndo price action ya BOS, break of structure. Lakini concept nyingine ambazo zinaendaga sambamba. Hii break of structure ni kwenye trending market, uptrend na downtrend. Sio kwamba hatuizungumzii kwenye ranging, kwa sababu haipo hii concept, haipo kwenye ranging na haiwezi ukaiapply kwenye ranging. Sasa hii break of structure ambapo tunasema kwamba tunarudi kwenye change of character, ya kwenye change of character, modimeti huyu, tunasema change of character ambao ndo choch. Mm. Hiyo hapo ni concept ambayo zinaenda sambamba na ile BOS, zinaenda sambamba kwa maana ya kwamba, ngoja nije niifanyie hapa hapa hii concept. Hapa hapa tuanze na scenario ile, tuanze na scenario hii nadhani. Ya hapa nataka tufute hizi BOS zote, alafu tuta apply change of character. Tuta apply change of character, tunatoa na hii kwa sababu tushaizungumzia hii concept, kwa hiyo inaeleweka. Badala yake tunaingiza choch, tuandike hapo ya change of character, kwa sababu inaenda vile vile, ni mbinu ambayo zinaenda yani hawa ni kulwa na doto, BOS na hiyo hapo choch. Change of character na break of structure ni kama kulwa na doto, lakini wanafanya kazi mbili tofauti, lakini zinakuwa zinapatilizana hizo kazi. Sasa change of character yeye anakuwa hivi, yeye ni wakati ambapo, kumbuka BOS ni wakati ambapo structure imetengenezwa alafu imekuja imevunjwa. Kuvunja structure ndo break of structure, lakini tunavyozungumzia change of character, tunazungumzia sio kuvunjika kwa character, tunazungumzia kubadilika. Ndio maana wanasema change of character, kwamba character sasa ina change, haivunji ila ina change, inabadilika. Unaona sasa BOS, kumbuka kwamba zinaenda sambamba na zisi confuse. BOS kumbuka kwamba ni inavunja structure, na ikiwa inatokea inaashiria kwamba hiyo trendi, kama ni inavunja structure kuelekea chini, manake hiyo ni downtrend na sela wana nguvu, na kama inavunja structure kuelekea juu, manake hiyo ni uptrend na buyer wana nguvu. Wanavunja structure, kila bei wanaoifikia wanaivuka, wanavunja, wanaenda. Sasa inafika hatua kwamba
Ndio maana nimetaka tutumie hapa hapa, tunatumia sasa change of character kwenye uptrend, katika mazingira ya uptrend ambapo bei inapanda. Tuashumu hivi hivi, kwa mfano wetu huu, bei ilikuwa inapanda, muona, na vitu hivi hivi, movement ya kupandisha na movement ya kushusha vile vile, kama tulivyo discuss, tunakuja chochi inakuja kutokea sasa sehemu hii, yani isogeze hapa, chochi inakuja kutokea sehemu hii hapa, tuanzie hapa, kwa sababu tayari utaratibu, turudie utaratibu huu wa BOS. BOS ni kwamba bei ambapo imeitengeneza, bei iliyoishia mwanzo imekuja imeivunja ile bei mwanzoni ambayo iliishia mwanzoni pale. Kama hapa iliishia, bei ilikuwa ni 1800, imevuka 1800, imeenda labda 3000 na elfu ngapi, hiyo ndio BOS. Sasa change of character ni concept ambayo inakuja kutuonyesha namna gani hii movement inabadilika. Kama ni movement ya uptrend inabadilika sasa inakuja downtrend. Ndo logic nzima ya change of character. Character inabadilika sasa hii. Mwana, na hapa tunaichora kwa namna hii. Chochi inatokea hivi. Ya nichukue hii hapa path. Kuanzia hapa. Sasa hapa nataka tuwe makini. Kutokea hapa tunafahamu wote utaratibu wa kawaida kwamba ili tuendelee kusema kwamba hii ni BOS ama hii ni uptrend, tunataka tuone nini? Si tunataka tuone kwamba bei imeshuka hadi maeneo haya labda, si ndio? Alafu imetoka hapa hadi maeneo haya, alafu imerudi juu, imekuja kuvunja hii structure ambayo ilitengeneza mwanzoni, si ndio? Imekuja hadi labda huku, si ndio? Tunasema kwamba hapo hiyo ni BOS, kwamba baya wanaendelea kubai kwa nguvu na wanaendelea kupandisha bei. Sasa Choch yenyewe inakuja inaanzi hapa, inakuja kugomea kwanza hapa hapa. Movement ya sela wanavyokuwa wanaishusha bei, sela movement yao ilivyofika hapa ni kwamba, kwa sababu kwenye uptrend bei ikiwa inavunja structure, sela wanakuwepo, lakini wanakuwa na nguvu kidogo. Kwa hata wakiwa wanashusha, unaona ile wanavyoshusha, wanashusha kwa kiasi kidogo, alafu baya wanaingia wanapandisha sana. Sela wanashusha kidogo, alafu baya wanapandisha sana. Sasa ama change of character ni kwamba unaanza kuona utofauti kwenye hiyo movement ya sela, movement inayoshusha. Utaona utofauti, utaona sela wanashusha kwa nguvu, na watashusha kwa nguvu, wanakaribia kabisa pointi walioishia mwanzo. Pointi walioishia mwanzo sela ni hii huku, kumbuka hii huku, ngoja niweke hapa hii swing hapa tuseme ndo point ya before. Kwa hiyo hii, ili tuseme kwamba hii ni change of character, maanake itakuja hadi maeneo haya, sifa ya kwanza, lakini hapa bado inakuwa haijakamilika hii change of character. Umeona inavyopandisha juu, ngoja tutoke hapa tuchole sasa, inavyopandisha juu, ama sometimes, ngoja nitoke hapa, turudi hapa hapa, turudi hapa 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 ilipoishia, kama ilipoishia hii, kama ilipoishia ambapo unadhani kwamba inaendelea kuvunja structure, si ndio? Sifa ya kwanza ni hii hapa. Ikitoka hapa, tunatarajia ije ivunje structure hapa. Ikivunja structure, tunasema kwamba baya wana nguvu. Sasa unakuta inakuja inaishia pale pale kwenye level ile ile ambapo ilipoishia mwanzo, alafu ikishaishia level ile ilipoishia mwanzoni. Hii tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba kama hapa before baya walipoipandisha bei walifika hadi 10,000, this time tulitakiwa tuwaone kwamba baya wanaipita hii 10,000, ndo bei yao ya juu walioifikisha before. Kwa hiyo tunataka tuone wakifikisha 12,000 au 15,000 huko mbele zaidi, lakini sasa hivi tena baya this time wanavyoachiwa wanarudi wanaishia kwenye 10,000 pale pale. Kwa hiyo kwenye 10,000 panakuwa ni resistance, technically panakuwa ni resistance, kwa sababu unakuta baya wamefanya nini, wameishia the same level hiyo. Kwa hiyo hii ni kiashiria ama ni indicator kwamba baya wanaonekana kama wanapungua nguvu. Ndo ile fear sasa nayokwambia kwamba inawezekana baya wameingia fear, ama inawezekana baya hapa wanachukua faida, wametoka nayo kuanzia huku chini, walisha take advantage. Umeona? Kwa hiyo imefika hatua sasa wanatake profit. Umeona? Kwa hivyo vitu vyote vinaweza vikawa tukaviweka kwenye consideration, lakini the main point ni kwamba
bei imeshindwa kuvunja ile level. Kumbuka kwamba bei ikivunja level ndo BOS, bei ikivunja level ndo tunaamini kwamba hii ni uptrend, baya wana nguvu, wanavunja level, lakini baya hawajavunja level, maanake hatuwezi kusema kwamba hii sasa baya wana nguvu. Tunasema okay, baya hawa wameshindwa kuvunja hii level, which means tunasubiri kuona action inayofuata. Sasa ili tuseme kwamba hii ni change of character, na change of character maana yake inakuja kutimia ni hapa. Kwanza wanashindwa baya kuvunja level, alafu pili wanavyoshuka chini sela, sasa movement ya sela. Kumbuka hizi ni movement mbili, up phase na down phase. Movement ya baya hii wameshindwa kuvunja level, wameshindwa kututhibitishia kwamba hii ni uptrend ama ni break of structure. Movement ya sela hii ambayo tunasema kwamba inakuaga ni ya kawaida kwenye hii uptrend, inaishia labda level hizi, si ndio? Ama inaishia level fulani alafu baya wanaendelea kumove. Sasa utaona hapa sela wanakuja wanashuka zaidi ya hii point walioishia before, watakuja labda hadi hapo. Sasa hii scenario wanakuja kuipita hii point hapa ninapoweka hii cycle. Hapo ninapoweka hiyo cycle ni sehemu muhimu sana. Umeona maana yake hapo ninapoweka hiyo cycle, ngoja nifanye hivi, ili eneo naloliwekea cycle lote hili, hiyo ndo change of character. Sasa hii hapa, yani nisogeze hapa, hapo nilipoweka duara kubwa hilo, hiyo ndo change of character. Change of character maana yake bei imeshindwa kuvunja level, imeshindwa kuvunja level hii huku, yani niweke RP hii level hii, bei imeshindwa kuvunja level kwanza, umeona. Alafu pili, bei ilivyoshuka chini imekuja kuvunja level ya sela. Kama unaweza kunotice hapo, utaona kwamba level iliyovunjwa ni level sasa ya sela hapa, kwamba before sela walivyoishusha inawezekana hapa juu baya walipandisha hadi elfu kumi kama tulivyosema, alafu sela wakaishusha hapa hadi 8,000. Mwana sasa sera walivyoshusha hadi 8,000, baya si ndo akaipandisha akaileta hadi shilingi 10,000, ile ile bei ambayo waliishia before 10,000 hiyo hiyo. Sera wanaposhuka, kumbuka before sera walishuka hadi 8,000, sera wanaposhuka sasa wanaishusha hadi 5,000. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba sera ndo wamekuja kuvunja level. Kwa hiyo BOS imetokea kinyume, imetokea kwa upande wa sera. Umeona, wakati setup ikiwa inaendelea, hii scenario ikitokea, ndo hii inaitwa change of character, na ni very important, na unaweza ukaiona ina complication kidogo, ni sio rahisi kuielewa kama tulivyoielewa BOS. Hii yenyewe ina hivi vitu viwili lazima vitokee. BOS tumesema tu ni kwamba bei iliyoishia before lazima ivunjwe inavyorudi tena mara ya pili. Una counter movement mbili, movement ya up na movement ya down. Umeona? Kwa hiyo kila up inavyokuja tunataka tuone inavunja level iliyoishia before. Ndo kuna neno fulani wanasemaga higher highs and higher lows. Umeona, kwenye uptrend. Lakini kwenye change of character choch, kinachotokea ni kwamba tunataka tuone kwanza baya wakishindwa, kama ni kwenye uptrend tunataka, ili tuseme kwamba hii ni change of character, tunataka tuwaone baya wakishindwa kuivunja level, baya wakishindwa kuivunja level walioishia. Kama waliishia 10,000 kama hapa, umeona, yani niweke namba ili tutakuwa tunaelewa vizuri zaidi. Kama wakiishia 10,000 kama hapo, manake wanavyorudi tena baada ya sera kushuka, wanavyorudi mara pili wanakuja wanavunja level, umeona. Alafu sifa yake ya pili ni kwamba baada ya sera bei walioiacha mara ya kwanza inawezekana ilikuwa ni 8,000, umeona. Tuipe saizi hii ili tuweze kuiweka hapa. Hii hapa tuseme ni 8,000, umeona. Walishuka hadi 8,000, alafu ndo wakashindwa kuja kuivunja ile level ya 10,000, wakaishia kwenye 10,000 hapo hapo, au pengine sometimes wanaweza wakaishia 9,000 au 9,700, 9,500 hapo. Yote hiyo inakuwa ni yani inazilisha kwamba level haijavunjwa, ili mradi level isivunjwe. Change of character, ili mradi level isivunjwe, cha kuzingatia ili tuseme hii ni change of character, level haijavunjwa, umeona. Kwa hiyo hata ikiwa
haijavunjwa kabisa, yani hata kama ikiwa kimeishia hapa, hiyo ni character imechange, level haijafikiwa, haijavunjwa. Unaona, lakini ili tuseme kwamba hii ni choch, sio tu kwa sababu level haijavunjwa, tunataka tuone, kwa sababu kuna manipulation waga, sometimes manipulation hawavunji level hapo ili kukudanganya wewe ambaye unakalili, alafu wanashuka kidogo, alafu wana move kwa nguvu sasa kuelekea juu. Sasa manipulation kuna siku yake nyingine, lakini hapa tunaistudy hii mbinu ya chochi kama chochi, na tunasema kwamba condition zake ili iwe sahihi itimie, lazima tuone level haivunjwi, alafu tuone kitu kingine kikitokea ambacho ni kwamba level ya sera ya chini inavunjwa, bei inavyorudi chini sasa inaivunja. Lakini bei isipovunja ile level ya chini ikiishia maeneo haya, alafu ukaona wanaanza kuingia baya hapa, ni candlestick za bullish zinaanza kurudi, basi jua hiyo bado sio chochi, sio change of character, character haibadiliki. Umeona, hiyo ni movement bado inaendelea ya uptrend ya kubai, au inawezekana sio uptrend, inawezekana hiyo ni ranging inajitengeneza hapo. Sometimes baada ya rally kubwa unakuta inatokea ranging, inaweza katokea ranging ikarange hapa hapa, ikaanza F8 F10 F8 F10 F8 F10, ikaenda hivyo ranging mpaka wakati ambapo ranging itavunjwa tena. Umeona, na zile mbinu za breakout ama pullback, na hivyo bei itaendelea tena kutrend na vitu kama hivyo, lakini change of character yenyewe waga inatokea direct hapa hapa, inashindwa kuvunja level, alafu anashuka anakuja anaivunja level ya chini. Basi akishatokea hivi, manake tayari wewe unakuwa umeconfirm kwamba hii ni change of character, na maana yake ni kwamba trend inabadilika. Hii ni inabadilisha trend. Change of character yenyewe inabadilisha trend. Kama trend ilikuwa inaenda uptrend kama hii, ikitokea change of character, maana yake inakwambia kwamba bei ilikuwa inaenda uptrend, sasa inaanza kuseli. Sela wameshaingia kwenye hilo soko, wapo wengi, bei inaanza kuseli. Lakini kama bei ilikuwa ina seli, ikitokea hii choch, maana yake inakwambia kwamba bei inaanza kupanda. Umeona? Ndio maana ni muhimu sana kuifahamu na kujua inapotokea. Sasa twende tuangalie mfano wake wa downtrend, alafu tunaenda kwenda kuangalia chati zenyewe halisi, alafu tuna move on tu, no, tunarudi kwenye ile kwenye zile breakout. Tunaenda kukamilisha kitu pale kwenye breakout. Haya, kwenye downtrend kama namna hii, nadhani sirudii tena, nishaelezea sana kwamba bei inashuka kwa kuvunja structure kama namna hii, lakini inafika point sasa bei inatakiwa tuone hapa ikiendelea kuvunja structure, imeishia hapo. Umeona, kwa hiyo tunataka tuone kwamba bei ikitoka hapa, baya wakija hadi hapo, tunasema baya ndo wapo weak kwenye hii downtrend, baya wapo weak, sela ndo wapo stronger. Kwa hiyo sela wameishusha hadi hapa na wamevunja hii structure kama ambavyo wamevunja structure zote hizi za nyuma. Sasa wamevunja hii structure hapa, tunasema hawa baya ambao wapo wiki wamekuja wameweka maso zao hadi hapo. Umeona, ili tuendelee kuamini ama kusema kwamba hii ni downtrend, tunataka tuone sasa, baada ya baya kufanya kazi yao, wanakuja sela kufanya kazi yao. Tunataka hawa sela ndo tunataka tuwaone wakiwa wanatupeleka downtrend, wakiwa wanatuvunjia structure. Kwa hiyo watoke hapa sela, waje wavunje hii structure ambao ni hii walipoishia hapa, wavunje. Lakini choch inakuja kutokea pale ambapo sela wanashindwa kuivunja hii structure, wanaishia pale pale. Tuweke hapa mstari labda huu, wanaishia hapo hapo, ama pengine sometimes wanaweza wasifike kabisa hapo, wakaishia level fulani. Yote ni sawa, ili mradi wasivunje level. Kinachotakiwa ni kwamba wasivunje level. Hiyo level tuipe namba, tuseme labda hapo ni shilingi 7,000, 2, 3. Hapa ni 7,000. Kwa hiyo tukirudi nyuma tunasema kwamba sela walikuwa wanaishusha bei, walitoka labda 15,000 wakashuka hadi 10,000, baya wakaenda hadi 12,000, sela wakashuka hadi 8,000, baya wakaenda hadi 9,000 ngapi, sela wakashuka hadi 5,000. Unaona, hivyo 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 hivyo. Sasa tunawasema hapa kwamba imefika bei, sela wameishusha bei hadi 7,000, alafu baya wamepandisha kidogo. Sela wanavyorudi, badala waje watushushe tena chini ishuke zaidi labda hadi 3,000 au 1,000, sela wanaishia hapo kwenye 7,000. Umeona, au pengine wanashindwa kwa hiyo tunasema kwamba hiyo ni saini, ni signal kwamba sela wamekuwa wiki.
ile nguvu waliokuwa nayo before, walikuwa wanatuvunjia trendi, hawana tena, hawavunji trendi tena, kwa sababu hapo kwenye trendi wanazivunja kwa kuweka hela, kwa kuweka oda nyingi, lakini wamepunguza kiwango cha kuweka oda nyingi, ndio maana wamepoteza nguvu na hawana nguvu tena ya kuvunja structure. Kwa hiyo hiyo ni saini ya kwanza, lakini saini ya pili ni kwamba tunataka tuwaone sasa hawa baya, kwa sababu hapa tuna movement ya sela na movement ya baya. Movement ya sela inatuambia kwamba wameshindwa kuvunja level yao iliyopita. Sasa kama movement ya sela wameshindwa kuvunja level iliyopita, movement ya baya inasemaje? Baya ambao tunasema kwenye hili soko wapo weak. Hili ni soko ambalo la downtrend. Baya wako weak, hawana nguvu. Lakini suddenly unaona baya wakivunja sa structure yao walipoishia hapa, wanaivunja wao baya. Manake hii ndio change of character inakuja kutokea kwa hapa. Mhm. Hilo eneo hapo tulipe cycle, tuseme hapo ndo change of character kwa upande wa downtrend. Hili eneo hiyo ndo change of character kwa upande wa downtrend, ndo inavyotokea hivi. Umeona, kwanza wanaishiwa nguvu. Sela ambao walikuwa wana nguvu wanavunja structure, wanashindwa kuvunja structure. Wakishindwa kuvunja structure alafu baya wote wakaja kuivunja structure kurudi juu, basi hiyo ni chochi, change of character, na hiyo ina indicate, ngoja niandike hapa, change of character. Mhm. Kwa hiyo change of character ikitokea kwenye downtrend kama namna hiyo, ina indicate kwamba bei inabadilisha direction, inabadilisha uelekeo. Bei ilikuwa inaelekea down kama kawaida, ilikuwa ina seli, lakini sasa sela wameishiwa nguvu na baya wameingia sokoni, na hivyo bei inabadilisha uelekeo, badala ya kushuka tena inaanza kupandisha juu. Kwa hiyo ni sehemu nzuri, ni point nzuri za kuingia kubuy. Change of character ukiwa tu una trade price action zenyewe, kwa sababu unaweza ukatrade ukiwa ukienda deep zaidi, unaweza ukazitrade hizi price action zenyewe zikiwa tu zenyewe kama zenyewe zilivyo, unasoma una study price, unaelewa kwamba inakwambia nini, inavunjaje structure, unaona. Kwa hiyo ngoja kwanza hapa twende kwenye charts. Umeongea sana kwa mifano hapa, hizi concept zote mbili, twende kwenye chart alafu tutaenda kufinalize kwenye ile mbinu tulioisoma jana. Twende kwenye masaa manne, tufanye hivi, fute hizi zote. Mhm. Haya, tuseme tutafute downtrend kama downtrend na uptrend kama uptrend, ili tuweze kuona. Hapo zipo pote huku yani hapa zipo, lakini nataka tuzipate zile ambazo zipo clear. Ngoja tuzungumzie hii sehemu kwanza tu hapa. Hii sehemu kuna mm, tuanzie labda kuanzia hapa, soko hili limeanza kushuka kuanzia hapa, imeshuka hapo, kaja baya wakapanda hadi hapo, umeona. Hizo ni structure zote nazozi highlight. Tuje hadi hapa, tuje hapo. Mm, tuje hizo zote structure, niishie hapo sasa bwana. Hii ni downtrend, kwa maana ya kwamba ilikuwa inavunja structure hapo, na tunaweza tukazi highlight hizi structure kwa maana ya kusema kwamba haya, hapo imevunjwa, hapo imevunjwa almost sehemu zote imeenda inavunja structure bwana. Lakini unaona hapa iliposhuka hadi hapa, hii ndo point yake, tuweke cycle hapa.
tuweke cycle hapa. Mm. Hapo nilipoweka cycle hapo ndo chochi ilipokuja kutokea hapo, kwa maana ya kwamba bei hii ndo pointi ilipoishia, alafu baya wakaja wakapandisha tani yao, lakini umeona sela walivyoshuka, wameshindwa kuivunja hii pointi. Wangeshuka hadi huku, maanake tungekuwa tunaendelea na downtrend hiyo hiyo, lakini sela wameishia hapa, maanake wamekuwa weak, wamepoteza nguvu. Umeona, alafu baya wamekuja wamevunja wao structure, unaona. Ya. Unaona wamekuja hadi hapo, lakini tuseme wamekuja hadi hapa, alafu nichukue hii tool. Mhm. Wamekuja hadi hapo alafu wakarudi hadi hapa, then wakaja wakavunja structure. Umeona, hao wakaendelea kuvunja structure, lakini imetokea wapi? Imetokea hapa Church. Umeona, huku wakati inashuka ilikuwa inavunja structure kama kawaida, ikaja ikabadilisha structure ikaanza kupandisha. Umeona, na inapopandisha inapandisha kwa kuvunja structure kama unavyoona. Umeona, inatembea inavunja structures. Ngoja nitafute mfano mwingine sehemu ambayo itakuwa ipo clear. Tutafute slope nzuri ya uptrend ama downtrend ili tuone vizuri. Kwa mfano kama hapa, na hii ni soko la masaa manne. Kwa mfano kama hii time frame ya masaa manne hapa, naona huku bei ilikuwa na range huku kote hadi hapo. Mwana hapa ikaja ikapanda, baya wakapandisha hadi hapo, sera wakaja wakashusha hadi hapa, baya wakaja wakavunja structure hapo. Umeona, na hizi ni structure ambazo zinakuwaga zina nguvu sana hapa. Kwa hiyo hii ndo BOS sasa. Unaona, hizi structure ya masaa manne zina nguvu. Kwa hiyo ikivunjwa, maana yake inaonyesha hiyo ni serious, ni soko, ni uptrend kweli, very serious, kwa sababu ni structure ambayo ina nguvu inayotengenezwa kwenye masaa manne, na hivyo inapovunjwa, maana yake inaashiria userious wa traders kwenye kupandisha bei. Naona haya, kutoka hapo ikaja ikashuka hadi hili eneo hapa, kutoka hapo ikaja hadi hapa, lakini ikaja ikavunja structure hadi hapo. Unaona, sasa kutoka hapo tunataka tuione kwamba imerudi, sela wamerudisha. Umeona, tunataka tuione kutoka hapa ilivyorudi ikipanda, ikipandisha juu sasa. Ngoja nichukue hii. Tunataka tuione labda ikiendelea kuvunja hii structure, lakini unaona ilichofanya haijarudi kabisa huku, imeendelea kudrop. Sasa sometimes vitu kama hivi vinatokeaga, inawezekana kulikuwa kuna news hapa hatujui, kwa sababu hili ni soko lililopita. Inawezekana kulikuwa na mambo yoyote, soko likaenda yani kwa mfumo huo huo wa kuseli. Mara nyingi na suspect hapa, inawezekana news ilitokea. Ndio maana hizi price action zikashindwa kuheshimiwa hapa, kwa maana ya kwamba either ingebadilisha, tungeona change of character clear, ama tungeona break of structure inaendelea, lakini hapa kuna something kimetokea. Mhm. Lakini bei imetoka mbali sana. Ngoja tubadilishe soko, tuende kwenye soko lingine, katafute, tuende kwenye USD JPY. USD JPY na yenyewe ni moja kati ya pea kubwa sana, inatradika na inatradiwa sana, ina volume kubwa na ina watu wengi. US dollar na Japanese yen, pesa ya Japan na yenyewe inajiweza. Kama hapa nimefungua, tunakutana na downtrend hapa bila kuangalia wala bila, no, so bila kuangalia, nimeangalia. Umeona, bila kupima chochote, naona hii bei inaelekea chini, hii ni downtrend. Lakini sasa kitaalam siwezi kusema tu kwamba nimeangalia nimesema hii downtrend, no. Nasema hii ni downtrend kwa sababu inavunja structure, inaenda inavunja structure ilizozitengeneza hapo awali. Na sasa katika kama hili soko kwa mfano, mm, hili soko limekaa vizuri sana kwa sababu ni downtrend nzuri. Ya tuzi highlight hizi sehemu zote ambazo bei inaonekana imevunjwa, yaani kila sehemu ambapo bei imeishia. Mm.
Imekuja imeshuka hadi hapo, imekuja imevunjwa hapa, bei imevunja hadi hapa, na hapa imekuja, si ndio imeishia hapa, imekuja tena ikavunjwa hapa. Zote hizi ni structure zinavunjwa. Haya, ikaja ikavunja hii structure, imeshuka hadi hapa, si ndio imeishia hapa, ikaja tena ikavunjwa huko, ilivyokuja kushuka ikaishia hapa tuseme, lakini bado imeendelea kuvunjwa. Kutoka hapo bei imedrop tena. Umeona? Hapo tena bei haijaishia hapo, imeshuka tena hadi huko. Sasa ngoja tuangalie hapo nini kilitokea. Umeona? Bado imeendelea, imedrop hadi hapa, na hapo pia bei imeendelea kuteseka, imevunjwa hii structure huku. Imekuja tena imevunjwa, imeendelea kuteseka huku kote. Imagine mtu ameseli kuanzia huko, ana hold tu position yake huko. Haya, change of character imekuja kutokea hapa chini kabisa. Sasa hii ndo price action. Nadhani hapo mnaona, yani price action ni mtu anayesoma bei. Ndo hapa unaona, yani unakuwa unaisoma bei kwa sababu unazisoma kendo, na kendo hizo zimeficha bei ndani yake, zina bei hizo, ndo zinaonyesha bei imetoka wapi na ipo shilingi ngapi sasa hivi. Tatizo ni kwamba tu hazijui bei itaenda wapi, itakuwa shilingi ngapi. Umeona? Zenyewe zinafuata namna jinsi watu wanavyo place order, kubuy na kusell. Wana ile auction yote ya ambayo inamkutanisha mnunuzi na muuzaji, inakuwa inafanyika kwenye kila candlestick. Ndani mle kunakuwa kuna manunuzi kati ya muuzaji na mnunuzi yanayoendelea. Umeona? Kwa hiyo hii study maana yake ni study ya kusoma bei direct, ndio maana inaitwa price action, na kwamba unakuwa unaisoma chart, unaiangalia, unafanya analysis na unaingia sokoni kwa kutumia price action, lakini yote ni technical analysis. Sasa hapa inakuja, tunataka tuone kwamba hapa chini, tunataka tuone hapa bei baada ya kuvunja hii structure kuja chini hii level, maana imeacha hii level hapa. Kwa hiyo tulitarajia kwamba itakavyokuja, itakavyokuja system baada ya hawa baya kuwalet kuja hadi hapa, tulitarajia sasa ije ivunje hii level iliyoitengeneza hapa, lakini imeshindwa kuja kuvunja hii level. Nakumbuka tumetoka kwenye downtrend kubwa kuanzia huko. Umeona? Imeshindwa kuvunja ile level, kwa unakaa tayari, unakuwa attention kwamba bei sela wameishiwa nguvu, wamepungukiwa nguvu, wameshindwa kuvunja level yao walioitengeneza, na hii ni kwenye time frame kubwa. Umeona? Haya, ngoja nione wameishia wapi. Wameishia katika hii level. Unaona, sometimes waga hawafiki hata kabisa kwenye hii level, wanaweza kaishia hapo. Umeona? Ndio maana unatakiwa kupata confirmation kwamba je, kama sela wameishiwa nguvu, baya wamekuaje? Kwa sababu tunataka tuone kama sera wameishiwa nguvu, baya wameongezeka nguvu, na sio kwamba sera wameishiwa nguvu na baya na wenyewe wapo hoe hae. Tunataka tuone kwamba okay, sera wameshaishiwa nguvu, nini, so what? Maanake tunataka tuone sasa hiyo movement ya baya wanakuja kuvunja structure baya. Kumbuka before baya walileta bei hadi hapa, wakatutengenezea hii base hapa. Ngoja ni highlight hiyo base hapo pia, kwa sababu na yenyewe ni muhimu. Na yenyewe ni muhimu sana. Hii baya waliishia hapa. Umeona? Kwa hiyo this time wanavyotoka hapa baya, wanakuja wanaivunja ile level, wanakuja hadi huku. Hiyo tayari ni change of character. Character imeshabadilika. Ngoja ni highlight tena hapo ili tuone vizuri kabisa kwamba hiyo character ni hii, ndo change of character. Hapo nipo weka cycle, hiyo ndo change of character, na hii inaashiria kwamba bei imeshabadilisha direction, na sio tu kwamba kwa sababu inaashiria bei imebadilisha direction, ilikuwa inashuka sasa inapanda, basi kurupu kurupu unaingia unaanza kubai. No, tuna buy kwa kutumia misingi yetu ile ile. Umeona? Tuna buy sehemu, ukiwa tu unafikiria kuhusu kubai, make sure fikiria kwamba na buy sehemu zenye weakness,
sehemu za retracement, sehemu ambazo bei inakuwa imeshuka, zile swing point, ndo sehemu za kuingia kubai. Kama ambavyo ninavyofikiria kuhusu kuseli, nitaingia zile sehemu za resistance, sehemu zile ambazo zina rejection, umeona, ili niingie, ndo point nzuri ya kuingia kufanya nini, kuseli. Kwa hiyo hapa ukishaipata chochi change of character hii, maana yake unasema okay, hii character ishabadilika. Hawa sela walikuwa wanalidrive ili soko kutoka kote huko, wameshaishiwa nguvu. Sasa momentum ya baya, kumbuka soko linatembea kwenye